Mzee, heshima yako. Asante sana. Pengine ujitambulishe kwa majina na uelezee kiufupi historia yako katika Chama cha Mapinduzi. Sawa. Mimi naitwa Mzee Amani Mbaruku Ngalema, mzaliwa wa kijiji cha Kilwa Kisiwani, wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi. Nimezaliwa 1955. Huu ni mwaka wangu wa 70 kimaisha. Nilikuwa wakati niko shule ya msingi, nilikuwa mwana TANU Youth League. Baadaye nilipomaliza shule nikapata ajira Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka 1974 tarehe 1 mwezi wa 7 1974. Nikapata kadi yangu ya TANU mwaka 74 tarehe 1 mwezi wa 7 wakati napata ajira yangu hiyo. Hapo nikawa nimeendelea katika kazi zangu za utumishi wa serikali katika Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mabadiliko yalipofanyika na mimi nikawa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nikiwa katika Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Baada ya hapo nilipokuwa mstaafu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, nilibadilisha kadi yangu na demokrasia ilipoingia, nikatoka kule nikaingia katika Chama cha Mapinduzi uraiani, tawi langu Mzimni Magomeni, wilaya ya Kinondoni. Mimi ni mwanachama halisi na kada halisi. Nimepitia toka Mwalimu Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Mzee Jakaya Kikwete, Mzee Magufuli na mpaka leo niko na Mama Samia Suluhu Hassan awamu ya 6. Mzee, kama ulivyosema vyema kuhusu serikali zote ambazo umepitia ukiziona na ukiona mabadiliko kuanzia serikali ya awamu ya kwanza mpaka sasa awamu ya 6. Tuje hapa mwisho kwenye awamu ya 6 ambapo tupo sasa. Pengine unaonaje utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wewe kama kada mkubwa wa CCM? Sawia, mimi nimekubali na matendo nayaona. Hivi sasa hivi katika umri huu naishi bandari kavu Kwala Station. Maendeleo makubwa sana mama ameyaleta na amekamata ile nafasi ambayo aliacha mwenzake na ameimaliza. Tuna viwanda karibu 200 Kwala. Tuna bandari kavu, barabara mzuri ya lami kuanzia Vigwaza mpaka Kwala. Hayo maendeleo tosha, maji safi, umeme safi tunapata. Miradi yote anaitekeleza na anaifuatilia kina. Kutokana na uzoefu ulionao katika chama, lakini pia katika hali ya kawaida ya kimaisha na uzoefu ambao umeona kwa serikali mbalimbali, pengine unahisi uchaguzi tunapoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, unahisi maamuzi sahihi ni yapi? Pengine kwa mpiga kura yote ambaye wewe unaweza ukamshauri kwamba bana tunaenda kwenye swala la uchaguzi, maamuzi sahihi sasa ni yapi kwenda kumchagua nani na kiongozi wa aina gani hasa katika kipindi hichi cha uchaguzi? Viongozi wako daraja 3 wale. Tuna diwani, tuna mbunge, tuna rais. Yale ni maono ya mtu ambaye anafika kwenye boksi. Je, utakubali kukwatuliwa ipigwe penalty au utakubali kwenda moja kwa moja usipigiwe penalty? Kama mimi, maono yangu siku zote ninapofika kule ndani nasemaje? Na usemi wangu mmoja nasema, hata ukiweka jiwe mimi naweka Chama cha Mapinduzi. kura yangu, hata ukiweka jiwe, mimi Chama cha Mapinduzi.
Nimetoka katika jembe na nyundo mpaka nimefikia pale. Mgombea yote wa Chama cha Mapinduzi aliyokuwa kada halali hawezi kumwacha kumpa kura yake. Serikali ya awamu ya kwanza ilikuwa na mazuri yake, yes. Awamu ya pili, awamu ya tatu mpaka ya sita. Ndiyo. Lakini kwenye pengine upande wa hapa ulipo wewe, tumekuta katika soko hili la Magomeni. Ndiyo. Pengine neema ambayo unaipata katika soko hili la Magomeni au miundombinu hii ya soko ambayo unaiona ilikuwepo zamani kwenye uzoefu wako zamani huko, kulikuwa na miundombinu kama hii? Hapana, hii tumeipata hapa awamu ya 5. Ndio tumepata miundombinu hii na tumeipokea na tunayo mpaka leo. Iko safi. Na maboresho tunazidi kuyaona hapa, yanazidi kuendelea. Yes. Iko safi. Pengine wananchi wa eneo hili wananufaika vipi na soko hili? Wananufaika kwanza kuja hapa kufanya biashara zao kwa usalama. Si jua wala si mvua. Na acha wao tu. Tuna ukumbi juu kubwa tu. Unachukua watu karibu 1000. Nafanya pale maharusi, mikutano ya kiserikali, mikutano ya watu binafsi, mambo chungu mzima, ngumi huko juu. Haya ni mafanikio makubwa sana katika awamu ya 5 na awamu ya 6. Mafanikio makubwa sana. Pengine neno lako moja sasa kama kada wa Chama cha Mapinduzi kwa Watanzania wote sasa kwenye kipindi hichi cha kuelekea kipindi cha kupiga kura, kipindi hichi cha uchaguzi. Yes. Nachotoa mimi kwamba wale wenzangu wenye umri kama mimi, inawezekana wao wana nia zao zingine, lakini nachowaomba kwamba kila Mtanzania aliyojiandikisha kupiga kura akamchague ampendaye, awe mbunge, awe diwani, awe rais, amchague ampendaye ili aweze kutuongoza taifa hili kwa ufasaha kama huu unaoendelea sasa hivi. Tuliachiwa na baba taifa, tumeachiwa na waliofuata, na mpaka sasa hivi yupo Mama Samia. Tumpe 5 tena.